pili ya Pasaka, Jumapili ya huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu, msamaha wa dhambi. Leo ni siku ya 8 na ya mwisho katika oktava ya Pasaka, na siku ya leo tunaadhimisha Jumapili ya huruma ya Mungu. Ni siku ambayo geti la huruma ya Mungu hufunguliwa kwetu na Mungu kukirimu huruma yake kwetu sisi, hata zaidi ya jinsi tunavyoweza kudhani au kutumaini. Leo tunakumbushwa pia juu ya huruma ya Mungu isiyo na mipaka. Injili ya leo inaonyesha mamlaka ya Yesu ya kuwapa mitume Roho Mtakatifu ambaye ndiye atakayewasamehe watu dhambi zao. Yesu mfufuka anakuwa hai tena kati ya wafuasi wake. Anafungua mioyo yao na kuitia shauku ya kuwafungulia maandiko na kumega mkate. Anafungua macho yao na kujidhihirisha kwao pia. Sehemu ya kwanza katika Injili, Yesu anawaahidia Roho Mtakatifu wafuasi wake. Kwa njia hiyo hiyo anawapa mamlaka ya kuangusha uovu wote na nguvu za muovu. Na sehemu ya pili inaonyesha sehemu maarufu ya Tomasi ya kutokuamini. Ingawaje inaonekana kuwa katika methali hivi, Tomasi anaonekana kutotenda chochote kibaya. Alitaka tu aone kile kitu ambacho wengine wameona. Injili ya Marko inasema kwamba Yesu aliwatokea wale 11 na kuwaonya juu ya ugumu wa mioyo yao kwa sababu hawakuamini kwamba amefufuka. Hiyo tunaipata katika kitabu cha Marko sura ya 16 aya ya 14. Katika Injili ya Luka, Yesu mfufuka anaongea na mioyo ya mitume ambao ina wasiwasi. Kwa nini mna wasiwasi mioyoni mwenu? Luka sura ya 24 mstari wa 38. Katika sehemu ya mwisho ya Injili, Mathayo anasema pia wakati Yesu alivyowatokea mitume katika mlima wa Galilaya, wengine walikuwa na wasiwasi. Mathayo sura ya 28 aya ya 17. Kwa hiyo wote pia walikuwa na wasiwasi, sio tu maskini Tomasi. Yohane Mwinjili anawakilisha habari hii. Sio kwamba anataka Tomasi aonekane mbaya au kumweka mtume katika hali mbaya. Alitaka tu kusisitiza juu ya swali la jumuiya yake ya Kikristo ambayo daima walisisitiza na kuuliza. Iliwawiwa vigumu sana kuamini. Wakajikuta katika msongo wa mawazo wenye mashaka mengi. Walitaka kuona na ikiwezekana washike na kuhakikisha kwamba ni kweli Bwana amefufuka. Walishangaza. Je, walijiuliza pia, hata sisi hatuwezi kuwa kama wao? Haya maswali ni maswali pia ambayo sisi wenyewe tunajiuliza kila wakati. Je, inawezekana na sisi tuweze kushuhudia Bwana mfufuka? Je, kuna chochote cha kuonesha kwamba yu mzima? Sasa inakuwaje hata hatutokei kama amefufuka? Haya ni maswali pia ambayo sisi tunajiuliza siku hizi. Yohane anataka kutuchukua na kumchukua Tomasi kama sehemu ya kila mfuasi anayepata shida kama kumwamini Yesu. Yohane pia anataka kutufundisha waumini wa jumuiya ya kwanza na sisi kwamba maisha yetu katika Kristo mfufuka yanaenda zaidi na fahamu zetu. Maisha ambayo huwezi kuyashika, kuyanusa wala kuyaona yanaweza kupatikana tu kwa imani. Mtu hawezi kuwa na imani kwenye kitu ambacho kinaonekana. Kama mmoja anataka kuona au kupata jibu kugusa, lazima aikatae imani. Lakini kwa Yesu wanaheri ambao hawajaona lakini wanaamini. Wanaheri kwa sababu imani yao ni ya kweli na haina mashaka. Ambaye anaona ana uhakika na ushahidi, ana nyenzo zisizopingika. Sasa inakuwaje kwa ambaye hajakutana na Yesu mfufuka? Kama Tomasi anahitaji kuona na ushahidi ili aweze kuamini, lakini ni wazi kwamba hatapata kamwe ushahidi. Hakuna hata mmoja aliyetengwa na huruma ya Mungu.
na kanisa linawakaribisha wote bila kukata tamaa na bila kumkataa yeyote. Kanisa linawakaribisha wote bila kumkataa yeyote. Wote waliokata tamaa wanakaribishwa katika kanisa. Milango yake daima ipo wazi ili wale wote wanaoguswa na neema ya Mungu waweze kuja kusamehewa, hata dhambi ikiwa kubwa kiasi gani. Ndivyo kanisa linavyoongeza na kuongoza upendo wa kukupenda, kutupenda na kumkaribisha kila mwenye anatubu. Maneno haya aliyasema Baba Mtakatifu Francisco wakati akitangaza mwaka wa huruma ya Mungu. Alirudia kusema pia, Mungu daima hachoki kutusamehe sisi, bali sisi wanadamu tunachoka kumuomba msamaha na kutafuta huruma yake. Yesu ambaye ametuambia tuwasamehe ndugu zetu 7 mara 70 ametupatia sisi mfano huo ambao daima unatupatia tena sisi furaha yetu. Anatufanya sisi tunyanyue tena vichwa vyetu na kuanza maisha mengine. Kwa hiyo tusikimbie kutoka katika ufufuko wa Yesu, wala tusikate tamaa wala kukatishana tamaa hata lile jambo liwe gumu namna gani. Tunaomba chochote kisitutie nguvu isipokuwa ufufuko wa Yesu Kristo mwenyewe ambao unatupatia nguvu daima. Na hii ndiyo furaha ya Injili. Leo katika Jumapili ya huruma ya Mungu tunakumbushwa juu ya huruma ya Mungu iliyo kuu. Injili yenyewe inatuonyesha Yesu akitoa mamlaka kwa mitume kwa kuwapatia Roho Mtakatifu na kuwaondolea watu dhambi. Tusiache kukimbilia huruma ya Mungu. Hii ni huruma ya Mungu iliyo kuu, lakini sisi pia tunapaswa kuwa mawakala wa huruma ya Mungu wenyewe. Mungu anatuonyesha huruma nyingi sana katika maisha yetu kila siku, lakini sisi nasi anatuhitaji tuonyeshe huruma hiyo hiyo kwa wengine. Tukisikia sauti ya Yesu mfufuka ambayo ipo kwa ndugu zetu kama Tomasi, tumgeukie Mungu na kuwa naye daima. Tushirikishane pia mapaji yetu kama jumuiya ya kwanza ilivyofanya katika somo la kwanza. Kama vile Yesu alivyokuwa katikati ya mitume, sisi pia nasi tushirikishane mapaji yetu. Yesu naye atakuja kati yetu, nasi tutamtambua kwa kushirikishana zawadi ambao ni mkate anaotujalia kila siku. Kwa hivyo huruma ya Mungu itusaidie tuweze kuwaonea huruma pia wahitaji, wasio na chakula, wasio na mavazi, wasio na makazi. Tuweze kuwasaidia wale popote, chochote tunachokiweza kukitoa, basi tuweze kuwasaidia ndugu zetu. Kwa namna hiyo tuoneshe huruma ya Mungu ambayo haina mipaka. Tumsifu Yesu Kristo.